Unajua huku duniani unaweza ukafoji vyeti na unaweza kutoa rushwa. Haustahili. Wanataka watu pale wa degree, masters na nini, lakini wewe una diploma au fees, lakini huku unaweza ukapita mlango wa nyuma ukatoa rushwa, watu wakakufanya uqualify, wakakufanya wewe uonekane unafaa katika ajira ile. Na ndio hichi kinachowatesa watu wengi leo katika ajira hizi zinazofanywa, kwamba kuna watu hawastahili kukaa kwenye sehemu ambazo wamekaa kutokana na zile level za elimu walizokuwa nazo. Ndio maana unakuta mambo hayaendi. Unaona kabisa jambo hili mbona amefanya au amesema kana kwamba mtu wa level ya chini sana katika elimu. Hiyo yote ni kwa sababu hapa duniani kuna janja. Haleluya. Lakini Yesu yeye ameweka qualification zake. Anasema akawaambia wote, unaona, mtu yeyote akitaka kunifuata, akitaka kufanyaje? Kunifuata. Na kwa nini watu wanamfuata Yesu? Watu wanamfuata Yesu kwa sababu Yesu amewahakikishia uzima, amewahakikishia ukombozi. Kwa sababu akusema tu, lakini maneno yake yaliambatana na nguvu na ishara na maajabu aliyoyafanya. Kwa hiyo moja kwa moja alifanya vitu vilivyokuwa dhahiri, na ndio maana walipokuwa wamekwenda ile siku katika ile bustani ya Getsemane kwenda kumkamata, alisema na alikuwa nanyi siku zote. Unaona nikifundisha. Yesu alikuwa na, lakini leo wanamfuata na nini? Na malungu na mapanga, kama wanavyomfuata nani? Nyang'anyi. No? Kwa hiyo Yesu Kristo alijitanabaisha kwa maneno yake yenye nguvu. Naona na maneno yake yenye tumaini. Tumaini lipi? La uzima wa milele, tumaini la kuishi katika ulimwengu ujao. Yesu anaipa vitu. Ndio maana kuna mahali akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Ndio maana kuna sehemu akasema, naenda kwa Baba kuandalia makao ili mimi nilipo na ninyi mwepo. Kwa hiyo kuna maneno ya tumaini. Lakini pia Yesu alitoa maneno ya kuponya. Aliponya viwete walitembea. Hiyo ni miujiza. Aliponya watu wenye magonjwa, walitoka katika magonjwa yao. Wenye mapepo ya kifafa, pepo la kifafa lilikimbia likatoka ndani yao, wakafunguliwa. Wenye mapepo ambao ilikuwa ni jeshi, yule ambaye alikutana naye kule makaburini, wale mapepo majini, mashetani, akasema tuna nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Je, umekuja kutuadhibu kabla wakati wetu? Kwa anatuonyesha kwamba Yesu Kristo ndiye atakaye kwenda kuhukumu wenye dhambi na majeshi yote ya kuzimu na washetani wote. Yeye pale anakuonyesha kwamba yeye ndio mhukumu. Kwa hiyo anasema akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata. Haya maneno akuyasema tu, yaani akuibuka na akaanza tu kusema mtu yeyote akinifuata. Yaani lazima kwanza watu waone kilichokuwa ndani ya Yesu Kristo, utendaji wa Yesu Kristo, kusema kwake, maneno yake ya uzima. Petro anasema twende kwa nani Bwana, na wewe una maneno ya uzima?
maana yake ni kwamba hakuna pa kwenda, hakuna mwenye uzima, hakuna yeye atakayemwamini. Petro anasema hakuna atakayemwamini mwingine ambaye maneno yake yatamfanya yeye aishi. Kwa hiyo hizo ndio sifa za Kristo alizokuwa akizitenda. Sasa anaweka masharti, anaweka vigezo na masharti vya mtu ambaye anataka kwenda kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu atwendi tu, hapana. Si kama watu leo wanapokusanyika kwenye makanisa, alafu anasema na mimi ni Mkristo, lakini anavuta bangi na anaenda kanisani. Mimi ni Mkristo lakini ni mchoyo, anaenda kanisani. Mimi ni Mkristo, anafanya uasherati, anatembea na wake za watu, anaiba. Yesu hataki kanisa la hivyo. Ndio maana anaweka conditions za mtu anayetaka. Unajua Yesu akuvuti, yaani akulazimishi. Ndio maana akasema mtu yeyote akitaka kunifuata, amesema mtu yeyote akitaka. Kwa ni maamuzi yako. Yesu anaachilia maamuzi yako wewe ufanye, na hayo maamuzi anakuachilia ufanye baada ya kuona na kusikia maneno yake, kuona jinsi alipotenda. Alifufua wafu, viwete walitembea, viziwi walisikia, waliopooza walibeba vitanga vyao. Sasa Yesu anakuacha uone, alafu anakuacha pia usikie maneno yake ya uzima, maneno yenye uwezo wa kuamuru vikatokea, na anakuacha uone ule uwezo uliokuwa ndani yake. Alafu sasa wewe ndio uchanganue, wewe ndio upambanue ya kwamba huyu ndio anayestahili au astahili. Kwa hiyo maamuzi ni ya kwako wewe. Ndio maana akasema, akawaambia wote. Hapa alikuwa na wanafunzi wake, yaani hapa alikuwa anaongea na kanisa kama jinsi anavyoongea sasa hivi, kwamba akawaambia wote. Akasemaje? Mtu yeyote akitaka. Unaona, anakuachilia dhamiri yako ifanyaje? Iamue, ufanye maamuzi. Yesu mali anasema ni nani kwenu ambaye anataka kujenga mnara asikae chini kufanya nini? Hesabu. Unaona? Au ni nani kwenu ambaye mfalme anataka kupigana na mfalme mwingine ambaye ana jeshi zaidi yake? Kwa hiyo ni lazima, kama akiona kwamba kule siwezi, ataomba tu atume mjumbe ili kutengeneza nini? Amani, tusipigane kwa sababu ana jeshi yule kubwa kuliko yeye. Ni nini anafundisha? Ndio hapa kwenye mstari ndio alichokuwa anamaanisha kwamba ukitaka kumfuata Yesu Kristo, kuna mambo
mambo ambayo wakati unaenda unamfuata Yesu Kristo ulipokuwa unayafanya ulikuwa unayapenda sana 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 mno. Takutolea mfano. Kwa mfano mimi wakati kabla sijamjua Kristo nilikuwa napenda sana kuimba. Naona kwa ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana. Sasa kwa sababu nimeshamjua Kristo na nimemfuata, si ndio? Kupenda kuimba natakiwa niache. Kupenda kuimba nyimbo za nini? Za kidunia. Natakiwa nifanyeje? Niache. Ndio nini huo? Ndio msalaba. Huo ndio nini? Na sio kuacha tu, sio ni kila siku. Soma tena. Anasema hivi, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Jambo la kwanza, manake unajikataza yale mapenzi yako. Sasa unapojikataza mapenzi yako, maana yake ni kama unaukana nafsi yako, mwili wako unaukana. Yaani ni kama unausitishia utendaji mwili wako katika yale mabaya ambayo ni msalaba. Naona? Kumbe qualification ya kwanza ni kuacha namna ambavyo mwili wako unataka kufanya kinyume na maneno ya nani? La Kristo. Hiyo ndio qualification ya kwanza. Kwa mfano, ulikuwa unapenda sana uongo, yaani wewe uongee bila kuongopa. Yaani kusema kweli kwako wewe ni shida mno kuliko kusema uongo. Kwa mfano, yaani kwamba uongo ndio maisha yako unayoishi. Sasa inabidi sasa uache